Good morning, good afternoon, good evening, wherever you're watching us from. Or again, this is Akomanagia show. We promised you that we are going to air the part 2 of Apostle Faith Kimbui. Tumemleta siku ya leo. And he's looking beautiful. Very smart as always. So I'm going to welcome her so that we can continue with our story. Welcome. Yeah, Apostle Kimbui. Yes. Welcome. Tumechange very new. Yeah. It's like tulichoma najua sana. Yeah. So today na hiyo outbreak ya homa. Mtaturuhusu tu. So sauti yetu itoke vizuri. Sawa. Salimia wale watu. Ya wasikilizaji, ninawasalimia asubuhi ya leo. Ninashukuru kwa ajili ya kuwa hapa mahali tena. Mungu ameniruhusu kupitia Akomanagia show. Asanteni Akomanagia show kwa ajili ya kunikaribisha tena. Yes, na kama hujaona hiyo story nyingine, the part 1 iko tu hapa kwa Akomanagia show. We'll put the link so that you can connect with the story of today. Sasa tuliachia pale kuna msichana. Yes. Ulitafutia kazi. Alikuwa wa church. Yes. Alikuwa mrembo sana. Very beautiful. So there was a time your husband alimnyemelea. I don't know, he raped her. Yes. Tell us what happened. Huyo msichana kama vile niliwaambia tena, tuliwahubiria kwa crusade na akaokoka. Akaamua kuacha njia za ile ambayo haikuwa mzuri. So what happened? Huyu msichana juu alikuwa amewekwa na sugar daddy, na kulingana na wokovu astahili kuendelea na hiyo maisha. Yeah. Mimi kama mama na mchungaji nikamtafutia kazi. Siku hizo kulikuwa na hizi zinaitwa simu, by then zilikuwa zinaitwa simu za jamii. Yes. Zilikuwa, I think zilikuwa za safari kwa mama. Ni kama. So nikauliza moja mahali tulikuwa hapo na kanisa, na huyo msichana akaajiriwa. So juu yako kuwa na mahali pa kukaa, nikamuunganisha na msichana mmoja wa kanisa alikuwa anafanya kwa hoteli. So wakakaa pamoja. So one day my husband akaniambia ameenda morning glory because we had morning glory every morning. Na kwa sababu sasa nilikuwa na mtoto mdogo, nilikuwa nanyonyesha, nilikuwa siendi sana. Akaomba kidogo kwa church, alafu akaenda mbio kwa wasichana. Haya, ameachana na maombi. Ametoka ataenda kwanza kwa maombi. Alafu akitoka hapo aende kwa huyo msichana. Huyo msichana wa hoteli, unajua watu hoteli wanaenda mapema. So alikuwa ameenda kwa hoteli kazini. Na huyu alijua huyu atabaki peke yake, alikuwa amepiga mahesabu zake. Na akaona hivyo. So we went there. Na akagonga kwa nyumba ya wasichana, mjuko wa shirika. Saa nyingine mapastors wanajua mahali wa shirika wako. Sasa alipogonga msichana atatoka, unajua ako na night dress yake, ameamka, amejifunga leso hapa. So kuingia akaona ni pastor wake, akamsalimia, akamwambia usiongee juu tukiongea hapa watu wanajua sauti yangu hapa. Alikuwa na sauti, bwana wangu alikuwa na sauti mzito by then, huyo mzee sasa. Ile upasta. Mzito sana. Sasa alipoingia akamwambia usiongee, watu watajua niko hapa na watajaa hapa. Kwa hivyo wakati msichana anajaribu kufikiria ni nini, alishika yeye mdomo asiongee. Akaingia na yeye akaweka kwa kitanda, ni kama alikuwa amemaster hata mahali kitanda iko juu. Walikuwa kwa room wamekata na bazia. Sasa msichana akaambia usiongee. Ni kulingana na kile uliambia hiyo story ile. Msichana aliniambia because niliongea naye. Akaingia na yeye, akamtoa nguo haraka, akamlaza. Akafanya naye mapenzi. Na akiwa anafanya naye mapenzi, kuna mambo unajua wakati mko kwa mapenzi, hata kama umelasimishwa, kuna vile mtu anaongeanga. So akaanza kuongea maneno tu hapo hiyo ya mapenzi. Lakini msichana unajua ameumia, hata ashikilie hizo vitu. So akamaliza, akachukua hata amulisi anything because anajua amemuumiza. Akaingia mahali walikuwa na maji, akachukua njagi, akaosha hapo mbele, akatoka. Akaenda. Akaacha msichana ako hapo sasa amechanganyikiwa. Hata ngoja hata maji kwa karai. Hapana. My God. Msichana si amechanganyikiwa. Baba yake amemrape. Hiyo ilikuwa ni rape. It was purpose. Hakukuwa msichana hakukuwa ready.
Sio ile unaweza sema alimtongoza akakubali. Okay. Alipumanishiwa tu. Haku anajua kitu kama hiyo itatendeka. So when alikuwa amebaki hapo alifikiria yani au watu walinitoa kwa mzee wakaniambia wokovu ni mzuri na mimi nikafuata. Sasa huyo ni pastor wangu amenirape. Msichana akatoka kama wazimu. Akaenda kila mahali huko tulikuwa akiambia watu mimi nimeripiwa. Alitoka kama wazimu, mimi nimeripiwa na pastor wangu. Mimi nimeripiwa everywhere. Sasa unajua imeenea. Unajua kitu ya pastor sisi hatuonekanangi kama tuko human beings. Like we can do something wrong. So ilienea huko kila mahali. Nakwambia Sandy niliaibika. Utaaibika. Nikitoka kazini hivi watu wanaimba na chorus ndio huyu bibi ya pastor yule alirape msichana ya kanisa. You can imagine. Wakati hiyo mambo ilikupata namna gani? Sasa alikuwa amenificha ilimaliza kama wiki sijajua. Lakini alikuja akaniambia sasa mimi nimechoka kukaa hapa, nimetafuta nyumba. Enda utafute pesa ukuje tuame. Nikamuuliza sasa tuna maji hatuna mpango. Akaniambia tunahama. Akaniambia wewe mimi nimesema hivyo. Sasa ni kama nilikuwa under his control. When I had no money I borrowed someone na tukahama. Na sipendi kutaja huko lakini sasa juu tulikuwa na kanisa Kayole tulihamia Komarok. Tulikuwa tukiishi Kayole tukamia Komarok. Na unajua pesa ya Komarok na Kayole sio pesa the same. Maana tulitoka kwa flat na tukaingia nyumba ya compound. So I had to look for money na tukahama speed. So that anda kufunika juu mimi nashindana kazini mchana na amka asubuhi na nyonyesha mtoto natoka naenda kazi. Huko kwetu ukishajifungua ulikuwa unawekwa kazi Monday to Friday. But kama wewe una mtoto mdogo you do shift 8 hours per day, unaweza ingia usiku ama mchana. So unaenda Monday to Friday, sinaingia saa 2 nitakuja 5. So hapa katikati juu aendi mahali ile mambo atafanya sijui. So tukahama, tulipohama kuna kijana nililea. Alikuwa kadogo tu akagrow na sisi mpaka akafika level ya kuwa now youth. Ndiye alikuja akataimu ako huko Kayole na kijana akakuja huko Komarok. Akuja akaniambia mami umesikia ile mambo inaendelea. Nikamwambia mambo gani? Akaniambia daddy alirape yule msichana anaitwa so and so. Na sasa hiyo mambo imechafua kanisa kila mahali. Sasa nikamwambia uko sure? Akaniambia ndio. Na kama unataka kujua acha nikupeleke kwa mama ya kanisa. Alikuwa anakaa karibu na kanisa hapo. Mama mzee tu alikuwa hapo around 60 years. Uende tuite so and so akueleze mwenyewe. Simi nikati vile kijana ameniambia. Tukaenda bila yeye kujua huyo mzee. Maana hatukujua alikuwa wapi. Wewe hauna habari? Sina habari. Lakini sasa after nimejua mambo sasa ndio italipuka. Nitaanza kukutana na hizo aibu nikitokea. Nasikia watu wanaongea wananionyeshana na vindole. Sasa tukaingia kwa nyumba ya huyo mama. Alinipenda sana na alikuwa ananiombea sana. So nikamuuliza mama umesikia ABCD? Akaniambia mami hata sisi tulikuwa tunauliza unawezaje nyamasia maneno kama hayo. Na akanikemea sana akaniambia kwanza hii mambo baba anafanya wewe mwenyewe ndio umemnyamasia. Umempea ruhusa afanyange bila anataka. Because akaniambia kama ungekuwa unaongea ama utuite kama wazee tuongee hii mambo ingeisha. Lakini wewe unapenda tu kunyamaza uongei. Na ni kweli nilikuwa siongei. Nilikuwa hata nikiona kitu sasa unajua nikiongea tutaanza vita, mimi nanyamaza. Na tena pia ile kanisa mimi ndio nimezaa. So sikuwa nataka kuiharibu. Na ningeleta tu vita but because of the church. I had to keep quiet nifunike. Sasa akaniambia hivyo na akaniambia mimi wacha niite wazee wengine, sitaki tuongelee mambo peke yetu. Si akawaita. Nilikuwa na wazee very strong and they were supporting that ministry.
very powerfully. So wakaitana, alafu tukaita msichana. Tulipoita msichana sasa mnafanya uchunguzi sasa. Akakuja. Aliponiona aliniambia hapa, akalia sana. Nikamuuliza so and so ni nini? Akaniambia mami, kitu imenitendekea, hata mimi kulingana na vile unanipenda, mimi singependa kuona hiyo kitu kama hiyo imetendeka. Ndio nikamuuliza so and so, tuambie ni nini imetendeka, tuko hapa wote. Akatueleza story vile ilikuwa. Sasa bila alikuja huko, bila alikuja akamfungulia, akaingia na yeye, akamweka kwa kitanda, akaanza kufanya hiyo mapenzi na yale mambo yote alikuwa akiongaongea, na after ametenda ni nini alifanya na akatoka. So unajua ukiwa umeoleka wewe unajuanga vile mume wako mbivi in the bed. So wakati aliongea yale maneno nilijua msichana ametendewa hiyo kitendo. Ya unajua ukiwa umeoleka unajuanga vile mume wako huwa anambivi kwa bed. So alipoongea, wakati tulikuwa tunaendelea kuongea, alikuja, sijui nani alimwambia, alikuja kwa hiyo nyumba ya umma. Na alikuja akiwa na hasira ile mbaya. Akasema, akaambia msichana, wewe umeamua kuniharibia jina. Nani afanye hivyo na wewe, hata labda uko na ukimwi? Kuliko anyenyekee, hata tuongee, ameleta vita tayari. Ajifanye. Kujifanya, na wazee wamejaa hapo kwa kanisa, wa mama na wazee. Sasa ule msichana si yeye ametendea, unajua ukitendewa kitu unakuanga na ujasiri. Akamwambia nani ako na ukimwi, labda wewe ndio uko nayo, unaanza kulala na watu kila mahali. Na akahesabu mahali anajua analalanga nao. Kwa hivyo walikuwa wengi. Hakukuwa moja. Sasa yule kwa nini alikubali kusema? Maana alidepiwa. Wale wengine walikuwa wakakubali. So she had power. Alikuwa na nguvu ya kusema ya kwamba wewe hata ndio labda uko na ukimwi, kwa sababu unaenda hapa unaenda hapa unaenda hapa. Umeona? So tukaendelea hivyo, tukaongea hiyo mambo, tukaombea msichana. Unajua wale walikuwa wamemstaki. Anko yake ya msichana alimstaki, sorry. So akasema hata kesi iko kotini, utakujua, iko kwa polisi, utakujua anytime. Wewe pastor rapist, alimuita hivyo, rapist pastor. Sasa tukaongea naye, tukamwambia hii mambo tunataka tumalize. Msichana akasema mimi sikatai, lakini anko yangu alipeleka huko kwa polisi, na sasa unless niite anko wangu muongee naye. Sasa tukamwambia amuite. Tulipomwambia amuite hata amekubali. Yes. Atakubali wapi? Na ako hapo ameaibika, wazee wote wa kanisa wako hapo, na mimi nimejua mimi hapo anataka nijue. So ako hapo hawezi hata ongea. So msichana akaita ango yake, nani atamaliza hii kesi? Mimi ndio nimekosewa, na mimi nitaimaliza. So akakuja tukaongea. Mbele niliuliza msichana, kwa sababu wiki imeisha, ulienda ukapimwa? Akasema mimi si kupimwa. Nikamwambia sasa ilikuwaje? Nikamuuliza unajuaje hauna mimba? Juu alikuwa mdogo. Akaniambia mimi sina mimba, nilipata mwezi wangu juzi. Sasa hiyo kwanza nikapumzika roho hapo. Kuna mtoto mwingine. Sasa sio story ya mtoto mwingine, hata angezaliwa asingeua. But msichana wenyewe, she was very young, she was around, kama ako na miaka mingi, alikuwa kama 22. Mdogo. Alikuwa mdogo. Ni ile tu mtu unajua saa nyingine maisha inaweza kupeleka ukajua mambo mengine na ambao huko unataka kuyafanya unayafanya. Mimi nilimuelewa kama mama. So msichana kuniambia hajapata mimba, nikamwambia sasa wakiwa na anko yao walikuwa hapo, nikamwambia hii kesi tunataka tumalize, si kwa sababu ya mimi, hata sio kwa sababu ya huyu amekosa, sababu ya church. So mzee akaniambia tuende basi kwa polisi tumalizie hapo. Tukaenda kwa polisi. Msichana amekubali. Kila mtu amekubali, hata wazee tuko nao. Sasa polisi tulipoingia hapo wakasema kama mmeamua kumaliza sisi hatuna shinda. Sasa mzee akaambia mzee, maana mtoto wako ndiye amekosewa, ongea. Mzee akasema mimi nataka 10,000. This is the uncle to the lady. Ndio tumaliza hii maneno.
nataka 10,000 only. By then 10,000 ilikuwa mingi. Nililia 2000 hapo, 2001. No, it was 2002. Akasema anataka 10,000. Huyo mzee ako na pesa. Nani anatoa? Mimi. Siwezi toa. Mimi ndio nitatoa hiyo pesa. Utoe ya kuhama. Wazee wanichangie na ingine nitoe. Kusudi sio kwa sababu yake. That church was in my heart. I am the founder, I am the visionary, I am everything. Protecting the church. Yes. Na pia nilikuwa nataka trauma ya msichana ipate kuisha. So I kept on talking to her, showing love, ibo. So tukamalizana kwa polisi. Sasa tutatoka hapo. Tuende ama Andabu ataniletea vita huko kwa nyumba. Nani alikwambia sijui ende ukaongeleze mambo yangu sijui nini. After umetoa hata 10,000. Alikuanga ana nini? Ajali in doesn't care. Because hiyo kitu ilikuwa si ati ilianza tuseme ni kulepo tu ndio ilikuwa kitu mgeni, but mambo ya wanawake tulisumbuana sana. Hakuna kitu ninamnyima lakini ataenda. Ana pesa, mimi ndio niko na pesa na atafanya kile anataka. Hatoshereki. Nakumbuka hata kuna wakati nilikuwa nafanya kazi kwa bidii sana, nafanya business. Na nikiwa tu huko job nikapata kibarua kwa UN. Hii inakuanga ni ya mikutano za delegate. Nikachukua leave kazini nikaenda kufanya because mimi napenda kutafuta. By then kabla niingie katika full time ministry. Nikienda nikapata hiyo pesa, mwanaume anachukua anapeleka wasichana outing nazo. Na niongee ni vita kwa hiyo nyumba. Ninaambiwa pesa na wewe kila kitu ni changu. Wewe wa kufanya kazi. Yeye ana akili ya kutafuta. Ajui kuchora bila sitapatikana. Namwachia tu pesa. Kila kitu ikipatikana kama itapatikana inakuja kwa njia yangu. He was very lucky. But he could not even take care of that lucky. Because Ajiona wewe unatoa pesa then akuheshimu. Hakuna, because me know I was doing it because I was giving, I was supporting the ministry. I am a minister too, but I am supporting the ministry because he is doing full-time ministry, me niko kazini. So akaniletea shida huko tena. Nikamwambia my friend, unajua sijawahi fikiria kufanya jambo. Do you know mimi ni askari. And this time around nitaua. Afadhali nikae njera. Kwa sababu huwezi kuwa unanikosea, unaniumiza na tena unataka ninyamaze. So unaona ile kikundi ya wazee, acha nirudi nyuma hapo. Walipoona vile mambo imeenda, instead of them leaving the church, walicreate kikundi ya intercessory ya kukuombea, ya kuniombea na kuombea pastor wao. So God and loved us kwa hiyo njia. We had a capacity people around 1,000 in the church by then. So wakawa wanamuombea pastor yao abadilike. Instead ya wao leaving the church, they stayed intact. Was the man ready to change? That's my question. Atabadilika kidogo halafu akikaka hiyo roho iunuke tena. Sasa hata after that kuna mwingine tu hakumrape. But kitu alifanya, huyu mama alikuja akiwa na shinda. Ya yeye na mume wake wako na shinda. Alafu akakuja kwa pastor kuombewa. See, by the way God was doing great things. So watu walikuwa wanatumana kwa church. Sasa atakuja kuombewa alete shinda yake kwa mchungaji, sio wa kanisa hilo mbati. Anafikiria hapo atapata msaada. She was also a beautiful lady. Roho ilikuwa inamkamata yeye, akiona mwanamke mweupe anakufa. Ataka kujali yako ameolewa hajaolewa, mwanamke mweupe anakufia hapo. Ni kama yako sasa. Sasa nikauliza nani alimwambia weupe ndio wazuri? Sasa huyo mwanamke amekuja akamwambia vile bwana wake waelewani, hata mambo hiyo ingine ashughulikiangi, anaendanga nje na wanawake. Akamwambia usijali, kama bwana wako afanye hiyo,
nita take over. The solution is here. Yes. Nita take over. Na alikuwa na roho atatembea na mwanamke ampe pesa. Haya. Sio yeye atatoa. Used to sleep with them, na wao mtu anachukua hata pesa ya bwana wake anamletea. Was that a real thing? It was not normal. It was abnormal. Maybe he was good in bed. The powers zile nilikwambia. Okay. Hizo ndizo zilikuwa zina operate. Leo wakaenda kupewa hizo kuna conditions. Okay. Na conditions nyingi ni kuharibu wanawake. Because when you have those powers, ukilala na mwanamke unaharibu destiny yake. And as much as they do that, ndio wanaendelea wakiinuliwa. Okay. So hizo powers, I prayed until I came to realize zilikuwa kwa mkono. Unajua Mungu anifichangi mambo sana, lakini wakati huo nilikaa kwa muda bila kujua. So huyo mwanamke akatake over, kaanza kulalanga naye. Huyo roho bado ameolewa. Huyo mwanamke ameolewa na amekuja kuseek advice na prayer kwa ajili ndoa yake ifanye vizuri. So mwanamke akaanza kuja, mimi namkuta hapo, ninaambiwa amekuja maombi. Akitaka nisimuulize kwa nini mwanamke anakuja hapo, he used to tell me they are HIV positive. Sasa ati anakuja, ninamwambia aende apimwe, kama hajapona tunaendelea na maombi. So nikamuuliza, wakati niliona huyu anakuja hapo, nikamuuliza sasa huyu naye umetoa wapi? Ni nini tena kufuatana kila sana? Hapo suspect anything? You know, hata nikisuspect still, kwa sababu ni mchungaji ataongea na wanawake. But nikiona umekuwa too much, ndio nitajua hapa kuna kitu. So nikaona amekuja hapo, hata kuna siku nimkuta amekuja mpaka kwa nyumba na kulikuwa na balindi akapewa jaketi yangu. Sasa hapo ndio niliona kuna kasoro. Aya. Yes. Na nikasema sita act haraka. Ruhusa ya nani? Ndio nilimuuliza, hata kama kuna baridi unampea nguo zangu kama nani? Haikukuwa tu kitu nilinyamazia. Nilileta shinda akaongea, nikamwambia okay, nikasema let me give it time, sitamuongelesha na nitajua ukweli. Unajua sasa mimi nimefundishwa upelelezi na upelekangi mbio. So ikaendelea hivyo. Sometimes back Mungu niongelesha, akaniambia toka kazini mapema leo, enda straight to the church. Mimi nikatoka nikaenda church. Najua kanisa nilikuwa nimechukua loan nikaijenga na nikaweka ofisi na nikaajiri secretary. Wow. Sasa nikaenda hapo nikasikia kwa ofisi, sioni secretary kwa ofisi yake, lakini kwa ofisi ninasikia some movement. Hiyo ofisi ilikuwa na sofa set. Lakini walisahau, Mungu alifanya kitu wakasahau kufunga. Hawakufunga na ndani walirudisha mlango. Inaweza kuwa ni Mungu ama ni shetani sijui, lakini labda ni kiu walikuwa nayo. Kuingia mimi nikawakuta, nilisikia tu huko na mlango hujafungwa, mimi nikafungua nikakuta watu wako on action. Kwa church. Kwa church. Ofisi iko hapa, madhabahu iko hapa, although iko partitioned. Uko mbele ni church. Wako busy. Walistuka. Utafanya nini? Imani sitapigana, lakini kitu nilikuja kwangu juu niliambiwa ako positive. Nikamuuliza sasa kama huyu ako HIV positive, sisi wote ni wagonjwa. Hiyo ndio kitu nilikuja kwangu kwanza. Na sasa machozi inatoka. Huyo mama aliposikia ako HIV positive, alishuka kwa kiti haraka, akaniambia mama mimi si mgonjwa. Nikamuuliza what are you doing with my husband? Akaniambia mimi nilikuja nikiwa na sasa analia, nilikuja amepiga magoti. Nilikuja nikiwa nashinda, na sasa huyu mzee aliniambia atanisaidia, na baadaye mimi nimejikuta nalala naye kwa sababu aliniambia ata take over. Nikamwambia na ukanyamaza, unajua hii kanisa siko na mchungaji na pia ni mama. Akasema ndio, lakini angeruhusu tukutane. Nilimuuliza amekutanisha na wewe, akakataa. Kama kawaida akitaka kutembea na mwanamke hakuwa anataka tukutane. Ako na ile inaitangwa divide and rule.
hapa wewe sitaki mimi sasa naambia sitaki kuona na fulani huyo sio mtu mzuri ndio wako na yeye na huko kwingine anaongea hivyo. So ikawa hivyo. Akaniambia mimi niliambiwa ya kuwa upatikanangi. Nikamwambia sasa kwa sababu amekuwa ametake over, amekusaidia, hiyo ndoa yako imesimama. Akaniambia hapana. Akaniambia hata mimi naomba unisamee, nimekosea. Akaniambia wewe pastor, akamwambia pastor si ungenionyesha njia kwa nini wewe uliniingiza kwa hii vitu. Nikamwambia mimi kwa sababu saa hii najua mume wako, let me call him to come here. Tukuja tukesi hii case. Huyo mama akaplead na mimi sana. Na pia unajua si ndoa ilikuwa na mtingiziko na bwana yako wako hapa ametoroka ama akutoroka? Akatoka, si anachanganyikiana na anakaa hapo, haende wapi? Ukiwa umekosea hata una nguvu ya kuongea. Ako hapo. Akaniambia tafadhali usipige simu, akaniomba sana. Nikajua hii ndoa tulikuwa tunataka tuijenge hata kama si kuambiwa sitabomoa. Nikamwambia sitapiga lakini hapa usiwahi kanyanga tena. Akaenda hivyo tu, alienda. Mama. So nikajua shinda iko kwa mama na iko hata kwa mwanamke yeyote, iko hapa kwangu hapa. So I used to deal with him lakini sikumuweza kwa sababu ako na powers ambazo mimi niko na power ya Mungu, yes. Na pia mimi ni mwanamke. So there is no way nitamweza, hata tutaongea ache kwa muda mchache alafu aanze tena. Ikundi alikuwa na roho ya kwamba hata ataniambia maindia nipatie dakika 5 hapa. Aende kama ni hapa si kwa hii flat. Si kuna nyumba na kuna mwanamke aingie hapo na afanye mapenzi akuje. Yes. He was possessed, he was not alone. Lakini wewe ulikuwa umejua Kenya kilikuwa kinaendelea hivi? Nilijua. So I was praying na pia sikutaka kuacha ndoa haraka hivyo. So I was trying to kuomba na nikitafuta mwelekeo kutoka kwa Mungu. So I used even to talk with the other ministers ambao najua wako juu wetu. Unajua kila mtu kuna vile ako anointed na grace yake. Na nikiongea nao siku moja akaniambia hata ukiniitia bishop gani kama sitaki kubadilika siwezi badilika. Alikuwa so notorious that he could talk anything. Apostle Faith, tunaendelea vizuri. Alikuwa ile tabia sijui itaisha ama itakuwa na maana. Haitaisha mpaka take a short break then we'll be back. This is Radio Show. We are going to take a short break. We'll be back in a moment. Radio Show tumerudi tena na bado tunaendelea na Apostle Faith. Atuambie sasa huyu ni bwana habadiliki. He's a pastor praying for the people, reading to them scriptures, you know. Atuambie ndoa itadumu ama itakuwa namna gani? Tuendelee Apostle. Hii ndoa haitadumu. Sababu hiyo mambo kuliko kubadilika iliendelea. Na mimi nikaona nitakufa kwa sababu nilikuwa pia naambukizwa magonjwa ya sinaa. Mimi nikaona kama napata haya madogo hizi kinangonoria and syphilis hata ukimwi inakuja. Na siku moja mimi nikaamuka nikaenda nikapimwa nikakuta niko sawa na nikaendelea kupimwa like 3 months. Nikaona niko sawa. Sasa hiyo mtu akikuja hata sasa akikugusa unasikia uoga because alikuwa ameenda na watu wengine hata unauliza ni vitu gani anaenda na watu hata hawajui kuoga. Anawaleta wengine hata kwa nyumba. Na nisiongee kuona skati inapita. Nikiongea napigwa. Na sasa atakwambia anakuja kuombewa. Alikuwa anakuja imbenemu ya kuombewa. So hata akienda mikutano nje nilikuwa najua kuna wanawake watamfuata. Na vile alikuwa anawaambia sijui ni kitu gani alikuwa anawaambia juu kama ni pesa alikuwa hawapei. Mtu atatembea na wewe alale na wewe na umpe pesa yako. Was that a normal thing? Wewe yako anatoa kwa bibi. Saa ingine hapana. Yeye hata wapea wao wanampea. So it was not a normal thing. Because ni kama alikuwa na kiroho ambao kinawafanya wakilala naye
wanampea anything, anawa control. Hata kuna wakati aliona akaambia wasichana wengine, Mungu amewaambia watakufa wote. Kwa hivyo wampe 60,000. Kuna kile anadanganya. So hii huduma si ya Mungu. Aondolee au laana. But pastor wao alikuwa very keen, alikuwa kiroho, alikuwa sawa. Jua wako wachachi yetu. So hao wasichana hawana pesa, wakaanza kuomba pesa kwa watu. Hata wakampigia mchungaji wakamuomba. So huyo mchungaji wao akauliza, hii pesa mnatafuta kwa bidii hivi ni ya nini? Ndio wakamwambia, sisi tumeambiwa kwetu tutakufa wote kwa sababu kuna laana iliachwa. Akawauliza na nani? Ndio wakamwambia na mchungaji anaitwa so and so. Akawaambia sasa mfanye nini? Ati tutoe 60,000 atuondolee hiyo laana. Sasa huyo mchungaji walikuwa wamepata 30. Akawaambia siku anakuja mimi nitakuwa karibu. Alafu nyinyi mumwambie mmepata pesa ndio akuje. Si akakuja. Na mimi sijui hiyo mambo. Akaingia. Kama kawaida atajifanya ataomba huko kawaida, sasa waone kuna Mungu. Sasa ile anaendelea akawaambia, na ile sadaka nilisema mtoi iko wapi? Huyo msichana akawaambia tujapata zote, tumepata 30,000. Akaambia ni sawa, ina shida, nipeni hiyo na mnipe ATM kadi yenu kaiombe na mnipe namba, pin namba. Sasa mchungaji wakati amesikia hivyo, mchungaji akatokea akamwambia, so and so, wewe ni con man, wewe ni mwizi. Uwezi kuambia watoto wa watu wakupatie pin namba na wamekupatia pesa ati watakufa. Mimi ni mchungaji na Mungu hajainiambia kitu kama hiyo, hajainifunulia, na si ati sionangi anaona. Wakati aliona amejulikana alitoroka. Alienda. Hiyo kesi ya hiyo pesa ikaisha hivyo. Ameenda wapi? Atarudi? Atarudi tena. Si amejulikana hapo, akijulikana mahali hata kama ni mambo ya wanawake amefanya, alikuwa hapo asongi tena aendi. So ikawa hivyo. Na watu maybe watafikiria mnafanya hivi pamoja. But me I didn't know. Hata nilifanya kuitwa nikaambiwa. So zile cases nyingi nilikuwa nazo, hata kuna ingine alikuwa amekuni kikundi ingine 150. Walimdhamini washirika wengine. Na hizo pesa sijui mahali sinaenda. Walimdhamini washirika wa hiyo church tulikuwa nayo. So mimi kitu niliona ni tumemaliza ibada na ma-CID wakaingia church. Wakasema pastor you are under arrest. Sasa si nitataka kujua ni nini. Kwenda kujua nikaambiwa huyu mchungaji alichukua pesa na amekataa kulipa na hii ni pesa ya kikundi. Sasa mshirika mmoja anamjua akasema alikuja akatuambia tumsainie, alikuwa na shida, alikuwa anataka sijui kufanya nini. Nikaambia na sasa mimi sijui mambo ya hii pesa kwani kuliendaje. Akaniambia sijui alikuwa anataka hizo pesa za kufanyia nini. Nikamwambia uko na record, akaniambia wewe tuachane na hiyo mambo. Nikamwambia sasa kwa sababu ya hii nimekusave mara nyingi sana ukitaka kuwekwa ndani. So what I will do, hii nitaachilia enda uwekwe ndani. Sasa ndio wazee wakanipembeleza sana, wakaniambia hapana, wewe ongea na hao wenzako tutalipa hiyo pesa. So ikaenda hivyo. Na wazee wakakuja wakadili na hiyo kesi. So aibu nilikuwa nazo nyingi kama zile za wanawake ameponi watu. Sasa ikafika level mimi nikaona sasa nitakufa. Nilipopimwa nikaona niko sawa, nikasikia roho ananiambia sasa unangojea nini? Wewe uende. Lakini nikamwambia Mungu na mimi sitaenda na giza, maana niliolewa na harusi. Kwa hivyo kitu nitafanya Mungu, naomba unielekeze vile nitafanya. Sasa siku moja mama yake na ndugu yake mkubwa akaja kwetu. Na hawakuwa na haraka ya kwenda. Na huyu ndugu yake ndio anaakti kama baba alikuwa amekufa. So wakati walikuja wakakaa kama 1 week, God told me it is time. Call your parent. Si wakakuja. Wazazi walipokuja walikaa siku kama 2, akiamuka anatoka anaenda anakuja jioni. Na unaweza siku alikuwa ameanza hata kunywa, alikuwa akikuja alali na mimi pande ile tunalalanga, analala miguuni na anatafuna mbigiji. So he started to take beer. Sasa baba yangu akamwambia so tumekuja hapa, wewe unajua mimi ni mfanyikazi wa serikali na hata mama. Tujakuja hapa kukaa. Awandota alituita tunataka tusikie kwa sababu alitaka kuongea na sisi na wewe.
tusikie anataka nini. Baadaye tulikuwa tumeomba na mchungaji mwingine akaniambia naona ni beginning. Au tukiendelea hapa na Mungu Olende alikuwa ameniambia nataka utoke kwa hii ndoa ndio uweze kunitumikia, kwa sababu hii ndoa vile umekaa hata utumishi wangu ufanyi uko hapo tu ni kuchanganyikiwa, umechanganyikiwa. So wazazi walipokuja na wakamwambia hivyo, ndiye akasema acha nifike kanisani nirudi. Hakosi kwenda kanisa, lakini zile vituko atatoka nazo hapo kama ziko ni mingi. Kwanza wakati niliama ndio silikuwa saidi. Hata preacher obe watu. Hata waombea na hata watu hawaendi, watakaa hapo. They were not going. Hata ushers, praise and worship, almost everyone. Hizo nguvu alikuwa anatoa wapi? Nguvu zangu sasa tu mimi kwa nini kulala na watu nguvu zangu sasa. So kabla hata sasa niongee kutoka atashikana na mwanamke mmoja na alikuanga double agent. Na mwanamke alikuwa hataki kuniona. So every time she was wishing me dead. Na alikuwa ananiambia nitakuitia muongeke vitu kama hizo threat. Sasa siku moja nikaona amekuja sana, nikamwambia my friend, enda waite hata mimi waeleze umechukua bwana yangu. Sasa ikaendelea hivyo, wanatembea na yeye. Siku moja mimi nika decide kwenda huko, nimeelezwa wako huko, nikaenda huko. Nilimtoa kwa wanawake mara kama kadhaa, zaidi ya 3. Nikaenda huko usiku, ametoka Uganda, amepitia huko, nimemngojea imefika saa 5. Nikachukua kijana mwingine wa church, nikamwambia unajua mahali baba yako alienda? Akaniambia ndio. Akaniambia ako kwa sura Misu. Nikamuuliza unajua huko? Akaniambia ndio. Nikamwambia nipeleke huko. Sasa nilikuwa niko tayari nataka kufa, hakuna kitu nimekataa. So tukaenda na yeye. Nikagonga. Msichana alikuja kufungua. Na akikuja kufungua amefunga taweli. Aliponisalimia mami habari yako, juu alikuwa anakujanga church, si alikuwa akuji. Mimi nisikuongea na yeye, nikaingia na bazia. Nikakuta bwana wangu ako kwa kitanda hana nguo. Hiyo mara ngapi ya 3? Ni sababu ya hiyo. So mimi nilikuwa siendi, but I tried to commit suicide like 3 times. Sasa nikamwambia toka, vaa nguo, ukuje tuende nyumbani, wewe ndio nimekujia. Kama si hivyo, uniambie nikuletee nguo kaange hapa, huyu mwanamke. Sasa nimeleta shinda plot, watu wakatoka wa mama. Wakaniita mama, so bwana wako anaripotingi hapa mara kama 3 kwa siku, mpaka tunauliza huyu mchungaji hali yake ni gani. So hata kama unataka kuua huyu msichana, tuko tayari kusaidia kuua. Nikamwambia mimi siui. Lakini kama wanataka kuendelea, na nitabebea huyu mwanaume nguo nimletee hapa wakaange hapa, kuliko kushinda kunisumbua. Nimesumbuka ya kutosha. So huyu mwanamke alikuwa anajigamba, anasema mimi ni princess, lazima pastor alipoti kwangu mara kama 3. Kwa hivyo anamtaka hata yeye. Si alikuja kwa haribu. Alikuja sasa ni line up ile ya maroho ya shetani, because she was a devil agent ile ya kweli. Amepatana wawili sasa. Na nilimuona nikamwambia huyu hayuko sawa. Akaniambia kazi yako ni kuchukia watu, acha wivu. Hakuna kitu alifanya si bila mimi kumwambia. So huyo msichana alikuwa anakuja ibada leo na atatoa bahasha nono. Sunday atapotea akuje tena Friday from Monday. So she used to go under the sea huko Mombasa. Na hiyo ni kitu ilikuwa inajulikana. Na ukimuona kwa church anakuja felaje, anaingia kwa hiyo church na marasi yenye amepiga spray inanukianga kutoka kule. Hiyo hao ndio agent, kuna hizo spray ya wanapiga za kuvutia na za kuharibu. Ikishaingia kwa hiyo kanisa, hata kama mlikuwa mnaomba muombi, so atakuja na atatoa bahasha nono sana. So this man, unajua alikuwa na love of money. Na wewe usimfukusa. Kanisa huwezi fukusa mtu, labda uombe aende. Because sio mzuri. Hata mchungaji yeyote atakwambia huwezi fukusa mtu kanisani. So hiyo msichana sasa nikamtoa huko, na
Hakukuja tu, nilimwambia wewe lala huko na mimi nikaenda. Nilikuwa nimepanga kuja. Wewe unajua wanalala na bwana yako lakini nilikuwa napanga kuja just there. Hiyo grace ulitoa wapi? Ni neema ya Mungu. Lakini hata nilikuwa nimepanga kuua. Hasira ilikuwa imepanda. Nikajua mwanaume akikuja nitandunga yeye kisu juu. Sasa hiyo unajua siko na beba bunduki nyumbani. Akakuja kesho yake. Nikamwonea, unajua sasa nyumba yetu ilikuwa ngorofa ya pili. Nikamwonea chini. I went into the kitchen. Nikakuja na kisu. Na sasa hiyo nimeshape nikakaa hivi. Nikienda kumfungulia alikuta kisu iko namna hii. Alirudi. Hiyo siku nilikuwa nimeamua wacha tu niue. Sababu nimechoka. Alirudi, alienda akakaa 3 days hakukuja. Na yeye ana adabu, akikuja hata tulia. Nikijua ametoka kwa mwanamke nikataa kulala naye, hata atarajua suruali. Alikuwa ni lazima, ni kama mahali alienda aliambiwa akilala nao akuje alale na mimi. Sidi una shida ako kule na uko hapa. Wewe una shida, chukua vitu vyako. Anasema mwezi mnyima wewe ni bibi yangu. Yaani mtu ambao hata ukiwa na mwezi awe hata tulia. Anakwambia uende uoge. Yaani nilikuwa ni kama nilikuwa mjanamu mimi. Hiyo ni shetani. Hiyo hata ni shetani. So wakati niona mambo inaendelea na itawahi kuisha. So hao wazazi walipokuja tukaongea na nikaeleza kile kitu nimefanya niwaite ni kwamba nimeshindwa na ndoa. Wakaniuliza aje? Nikaambia mume wangu usherati. Mume wangu kunipiga mpaka nalazwa hospitali. Na sasa ananipiga nilazwa hospitali ni kwa sababu nimempata na mwanamke akifanya mapenzi. Nikiajiri msichana wa nyumba amekuwa mke. Kila kitu. Sasa mimi nimeambukizwa magonjwa, nikaleta mabarua zile nilitibiwa nazo. Nimeambukizwa magonjwa na nimeangalia nikaona mimi nitakufa. Kwa sababu kama hii magonjwa madogo inakuja hata hii kubwa iko njiani. Kweli. Sasa ikafika hapo mama yangu alistuka. Hata mama yake alifungua mdomo akashinda. Chini mambo yote ulikuwa unanyamazia tu. Sikuwa naongea. Sababu ile counseling nilipewa nikiolewa ni kwamba mtu atoangi mambo ya ndoa yake nje. For better for worse. Na nilikuwa nimeongea hata na best couple wakaongea naye ikashindikana. Hata zingine anataka kunipigia hapo. So best couple alichukua kabeshen na towel akanawa mikono na akaniambia Faith, hii ndoa mimi nimenua mikono. Nimenao mikono. Wewe ndio utadecide your destiny from here now. Best couple walikuwa wamechoka. Wanatatua kila siku. So wazazi nilipoeleza hivyo mama yangu alimwambia so unajua huyu mtoto wangu, huyu ni first born wangu. Huyo ndiye aliharibu ngozi yangu ya tumbo. So what? Kwa nini unamfanyia huyo mtoto wangu namna hiyo? Siku moja ushawahi ona. Oh, this is your mother. Hivyo Siku moja ushawahi ona ameenda nje ama ukafikiria alikuwa na mwanaume? Akasema hapana. Kwa mambo ya usherati ama kwenda nje bibi yangu haisienda. Mimi najua hivyo. Ndio wakamuuliza na kwa nini wewe? Akasema mimi hata sijui. Na akaleta shida akageuka. Akiwa hataki kitu alikuwa anageuka anakaa kama simba. Yaani alikuzoea atafanya Kenya anataka but wewe uendi mahali. Mahali gani ulifika ukasema shega nani shegana? Can't take it anymore. Wakati niliona sasa mambo ya usherati imezindi, vita zimezindi kwa nyumba na tukipigana anaamka anaenda kuhubiri. Siku moja alienda alinipiga usiku wote. Akaenda kuhubiri akasema leo Mungu ametembea, inaonekana nitakuwa na kupiga naenda kuhubiri. Fikiria bwana wako akikwambia hivyo. Sasa hiyo umefuatilia wasichana wanawake wa church, umeenda wengine walipotea kanisani ukifuata kama mchungaji wanakuambia sasa kama ndadia anatuambia tufanye hivi na hivi. Sasa tunakuja kuhubiri Mungu gani huyu tunaabudu? Hakuna Mungu hapo. That is your husband unaambiwa hivyo. Umeamua sasa hapa sikai. Mimi nikaamua sikai ndio niliita wazazi. Ndio niliita wazazi tukaongea. Juu sikutaka kuenda ati usiku ama niende watu kama wajui juu mimi nilioleka mchana. So nikaeleza kila kitu na wakawa hata wao wakaona kuna makosa. Lakini sasa unajua alikuwa anakubaliana na ndugu yake. Ndugu yake akasimama akasema kama umeshindwa kukaa na ndugu yangu
ile certificate mmesign ya marriage iko na upande wa divorce na marriage. You can choose one. Nikamwambia I've chosen divorce. Sasa nimemalizana. Kila kitu nimepeana, story yangu yote kila mahali. Na nikaambia ni hivyo. Unajua sasa nakwambia nguvu zake zilikuwa kwa mkono. Hata angeua mtu na akuje aniambie maindia kuja tuongee. Akinishika tu hivyo nitafuata. So hiyo siku alijaribu kunisalimia, nikakataa. Nikaondokea hiyo mkono. Ndio angenisalimia ningefuata. Na tukamalizana, tukaongea, tukamaliza. Alafu sasa ikawa wazazi watarudi na mimi niende niombe ruhusa kazini ndio niweze kutoka hapo. But wataniambia hautabaki hapa. Kitu utafanya, wacha tuite kazini yako akukujie na gari, wacha akupeleke kwake, utajipanga ukiwa pale. So nikaambia pana wacheni niende niombe ruhusa kazini ndio tupange. Sasa wakati wazazi wangu wamekaa hapo hata wake, ndio nipange hiyo mambo kule kazini. Analeta hata wanawake hapo. Ndio baba akaniuliza sasa Karimi, unajua nyumbani wananiita Karimi. Sasa Karimi, hii mambo tunaonyeshwa hapa wewe unangojea nini sasa? Nikamwambia kuna kitu mimi nimeamua kwenda. So after 2 days sasa ndio nikaita huyo makasi na akaja. Kanibeba kila kitu na nikasema sibebi chochote chenye tumenunua na yeye. So I carried my children and my clothes, nothing else. Na maybe documents zangu. Na nikaenda. Lakini vile nitaenda atanifuata akuja hivyo watoto. Yeye mko Komrock. Umehamia wapi? Yeye ni Komrock na mimi nikaenda Umoja. But we did not told him mahali tumeenda, lakini alifuata mpaka akapata. Na alipopata alikuja kuiba watoto ndio alijua na wapenda sana ili nirudi. Lakini sasa ikawa siesi, alikuta mtoto mkubwa ndiye alichukua. Mdogo aliwachukua wote. Alipochukua wote alijua mimi nitarudi. Na unajua mdogo alikuwa ananyonya, alikuwa na miezi. Lakini sikurudi. But wakati nilisumbuliwa na matiti sana ilikuwa imefula juu ya maziwa. I decided to go to the police station to report. Ndio hata tukienda kufanya chochote tunaruhusa, hata kama mimi ni askari ni lazima nifuate njia mzuri. And if anything happen umesema. Yeah. So tukaenda nikaripoti huko na hata usiesi akawa ameguswa sana na ile kitu hiyo station yenye nilienda. Na akaniambia kama ni namna hiyo na wewe ni mwenzetu, wacha tuende tukachukua hao watoto. Akatoa ngari na akanipea askari wengine wawili na yeye. Tukaenda. Tukafuata maripoto, tunajua hiyo nyumba kwanza alitoka ni kama alitoka immediately. Hatukupata. Lakini akawaambia dada yake anataka yole. Hebu tuendeni huko. Tukaenda. Tukapata haka katoto kandogo. Huyu kijana mkubwa juu tulikuwa sana tumeshikana sana. Tuko na board na yeye. Alikuwa anawasumbua, so wakajua huyu ndiye atafanya, huyu mama atawapata. Wakachukua yeye wakapeleka ushago. Sasa tukaenda tukapata mtoto mdogo, tukachukua. Katoto kalikuwa leo wiki kama imeisha. Mtoto ni kama apewe chakula. Nilikuta mtoto wangu ameanza kuwa white. Hata anapewa na nani? Sasa si huyo dada yake ako na mtoto mdogo pia hangeweza. But wakati tuliingia huko ilikuwa ni kama afunge. Huyo msichana alipoona tumekuja alisema hapa afungui. So unajua mapolisi wakienda mahali kama hapo wao hawananga kuongea. Waliingia na mlango. Na yeye sana shangaa mbona anakufuata? Ndio akumanipulate kabisa. You know what was the need of him? It was to ruin my destiny because haikuwa kitu ya kunijenga. I see alikuwa used to ruin my destiny. Sababu hata nikitoka huko, hata nilipotoka after that, alisema hii urembo yote utapelekea mwanaume mwingine na sitaki turudiane. Hivyo ndivyo aliniambia. Ungekuwa huyo sasa. So tukachukua mtoto tukabeba, huyo mwingine tukaambiwa ako nyumbani. Nilifanya investigation nikajua ako reserve kwao. Na huko kwao ile mambo iko huko ni mazito sana. Because huko pia kuna uchawi. So nikapanga kuendea mtoto. Nikaenda kwa children's office, nikaripoti huko kwa children huko kwa children. Alafu nikapewa barua na nikaambiwa niende na askari. Nikaenda kuchukua mtoto ngali haitaguruma. Uchawi umefanywa. Uchawi ni real.
It was real because the mother ndiye ako nayo. So tukaenda, tumefanyia ngali servicing, tumeweka mafuta, tukaenda. Nikawaambia mbona ndio ile mimi nikienda hamtapewa mto, ndio na barua. Wakaingia. Kumbe kuna mmoja wao aliniona kwa ngali na sikujua. So walipoenda huko na wakatoa barua na nini tumetoka kwa children's office na maaskari wako hapa, tumetaka mtoto anaitwa so and so. Hivyo kwa sababu kulingana na inji yake anastahili kuwa na mama because the mother is not insane, is okay kulingana na vile tu sheria ziko. Mama alikuja. Unajua huyu alipoachia mtoto yeye alienda. Alirudi Nairobi. Mama akakuja. Acha nione mwalimu napeleka mjukuu wangu. Kumbe walikuwa wameambiwa mkiona Fedi hapa mumpige hata mumchome. Unajua atakujia hawa watoto. Na ndio sababu nilisikia roho ananiambia nisingie Mboma. Nitume hao waende, niwaonyeshe tu Mboma. So wakasema acha niingie hapa nione mnapeleka mjukuu wangu. Wakaingia kwa gari, akatoa nguo. Nani huyu mama? Si mchawi. Gari ikaguruma. Baka akawaambia kama anajifanya kichawi. Alikuwa anafanya uchawi. Okay. Because kuna siku alifanyia my sister hapo karibu akufe. Kwa nyumba yangu nilikuwa nakaa na yeye na mtoto wake. Anasema dada yangu ndiye anapewa favors kwa hiyo nyumba. So anafanya uchawi, amekalia ngari itaguruma. Lakini sasa mtoto yake ule last born anakuja akaongea na maskari, wacha nichukue mtoto nimbalize hata kama mnaenda naye. Si mnaona akai vizuri, mmemvamia. So akatoka kwa ngari, vile alitoka walileta shida, wakasema kama mnataka tuwapewe mtoto mama akuje. Sasa mimi wewe wanataka. Nikaenda, nikaitwa kwa simu nikaenda. Kuenda mtoto kumbe alitoroshwa. So huyo ndugu yake akasema hatutaki ukuje na mtu, tunataka ukuje peke yako uchukue mtoto. Na sasa tunaona tumeenda kisheria, hawataki mwingine. Ni mimi wanataka niende. So I have the boss say don't go. Wanataka kwenda kufanyia mambo mabaya ndio hautakubali mtoto aende. Nikaambiwa wachana, ni sauti kaniambia acha hiyo case, nitadeny. That is not a police case. It is my case. So kurudi, unajua maekasi ni wakati mtoto alitoka kwa ngari, akagurumisha, akaona inaguruma hata haki nzima, juu alistuka. Iliendelea kuguruma. So kurudi nikaambia twendeni, na nikamwambia mama, angalia siku na saa. Kwa hiyo Mboma sikanyangi tena kuchukua mtoto wangu. Si umekatana mtoto wangu, mmemleta Bisabu, mtoto amezaliwa town, nimempeleka shule mzuri, mmeleta huku. Sitarudia mtoto, lakini Mungu ambaye ninamwabudu atamfungua na atamleta. So sisi tukaenda, ngari kapigwa moto tukaenda. Umeacha mtoto sasa. Tulikaa 10 years sitamuona. What? 10 good years. I used to nikijaribu kukula na shindwa kukula. Nikimkumbuka na najua huko vile kuna kaa Koshago. Ukambani. Hakuna sana unajua chakula shida huko nini. So nikakaa nikiomba, nilimfungua mtoto wangu miaka 10 kwa maombi. Na alijileta vile nilisema. Because nilienda kwa kesi mpaka nikaenda kwa Finda, huyo mtu anakuja anasalimia au majaji, mambo inaharibika. Alikuwa na nguvu kwa mkono vile nilikuwa nakwambia. Vile nakwambia sorry. So ikawa siwezi, hakuna koti yoyote nitaenda nifaulu. So I went and here. Kama koti. Hiyo ndio ilifungua mtoto wangu. Akakuja, lakini alikuja akiwa ako form 2 the last term. So hata vile alikuja walianza kunithreaten, mara huyo mtoto sijui nini, tutamkujia tu, mambo kama nayo. Nikaambia vile amjui huyo mwingine mdogo vile yako, hata huyo hamtajua. Kwa hivyo ule Mungu amenipigania mpaka akamleta. Huyo Mungu ndiye atawapigania watoto. Amen. So mambo ikaenda hivyo na ndio ikaisha hivyo. Tukamalizia hivyo. Sasa watoto nikabaki nao, ikawa hawatasaidiwa kwa kitu chochote. Nimesomeza, nimelea. Wamemaliza shule secondary school wote. Huyo mdogo ako attachment. Okay. Ya ako university.
Amen. Ule mkubwa ako alisoma lakini hayuko kazini, ako mahali tu. Anajaribu kujimudu kimaisha. And how is the situation right now at the moment? Siko sawa because kwa sababu ya ile ministry niwaambia niko nayo, nimepigwa vita sana. So nilianza kanisa, ikakuja likaleta shida, likafungwa. Likafungiwa mpaka na vyombo sina almost 700,000. Na saa hii sasa nikakuja nikasema nimepata nguvu kidogo, wacha nirudishe. Mahali nimerudisha ile kanisa, tena nimekuta ile kiwanja nimelisi for 3 years iko na shinda, na tumepewa nini ya eviction. Umoja 3. Nilikuwa Githurai 44. So wakati kulileta shinda, vyombo ilifungiwa kwa sababu ya 150. Okay. Nimelipa 100k, imekwama 50. Sasa mahali niko ninahubiri bila vyombo. Ila viti sina viti, huwa na konti. Nimepigwa vita sana kwa mambo ya finances. Na mimi nataka kufanya huduma, maana Mungu alisema nihubirie watu na niwaponye wale wagonjwa. So ile shida niko nayo ni hiyo. Sasa nimepata notice ya eviction, maana hii shamba lilikuwa na case. Yes. Na sasa unaona kama nimekatwa, ni kama nimekatwa mikono because sasa I can't do anything. Nilikuwa nataka ku extend kanisa, maana nimejenga kitu kadogo. But wakati hiyo mambo ya eviction ya nini, letter of eviction ilikuja, ikawa siwezi kuendelea, na ninataka kuendelea kwa sababu nimepewa huduma. Mungu alinituma nihudumie watu, niwaponye. Na hakuna mahali naweza waombea pasipokuwa kanisani. Naweza sema acha niingie kwa mtandao nihubiri na niombe. But wakati they appear physically, it is even more better. So na mahali ile station inaweza kuwa mahali niko ni kanisani. So nimepigwa vita sana hata kwa hiyo huduma. Sababu hata kabla niende mahali ambao kulienda kukafungwa, nilikuwa nimeanzia mahali nyingine. All of a sudden landlord akatoka akaniambia, Pastor Faith, nataka mimi nipe mtu mwingine hii hall. Afanyia hata kama ni biashara. So I decided to change venue. Nione kama itakuwa sawa. Sasa huko nimeenda nimepata shamba. Ni plot, sio shamba kubwa. So I wanted to build something ambao hata watu watakuja wanahudumiwa. Sasa nikaweka kakitu kadogo tu kama hapa. Ili nianzie hapo because now naanza from scratch. Sijatoka huko na mshirika, sijatoka huko na chochote. Vita napiganga ni ya pesa. Because I'm trying even to do business, I lose money. Na nilipoomba, ngesi nani alikuja huyo, ndio nimeona kwa account saa ile nimeona ndoto. Nikaona amesimama kando na hapo kwa tela mahali nienda kusabiwa, na sasa hiyo nilikuwa naona nimetumiwa pesa 300,000 kutoka US. Sasa na tela akaziona siko kwa account vizuri, but akasema hii pesa westoa imesuiliwa, iko blocked. Nikimuuliza ni nani, ananiambia ajui. Nilipoomba sasa hiyo niko hapa sasa kwa ndoto, kwa maono nikamwona kumbe mzembe anasimama wapi hapa. Sasa nikapata message yendi usuiria akona vitu za kunimonitor. Sasa ile naenda kumake anakata. So hiyo vitu huwa sinatendeka kwa watu ambao ni wa kiroho. But because of the grace of prayer, ndio sababu nimefika hapa. Otherwise mimi ningekuwa nimekufa. Because nimetumia hata after nimetoka huko ndio nimepatana vitu nyingi. Nimetumia roho ya kuniua. Nikienda kwa barabara ngali nagongwa nikiwa ndani. Kama itagongwa nikiwa ndani, nikisimama kwa stage inataka kunitoa huko. Na Mungu akanihudumia, akaniambia ni roho wa accident. Ambayo umetumiwa ndio ukufe, because hakufurahia. Vile umetoka na unaendelea, hakufurahia. Anataka ukufe. I thank God that amekufikisha mahali, amekufikisha apostle. And there is nothing too hard for God. Nothing. Najua Mungu atafanya jambo. And before utupatie parting shot, ningetaka uongereshe. And let me ask you one question. Do you have a regret of anything? I don't regret. Is it you resigned from work, and this is the marriage that you really try to put together for the longest time? Do you have a regret? I don't regret, but I have tried to get married, but
It has not been possible. Unasikia niliambiwa hiyo urembo sitaruhusiwa nipelekee mahali mtu mwingine. So I have fought battles when it comes to relationship. Na kitu naweza kusema, I don't regret leaving that man. Because with him I couldn't be alive today. Yeah, true. Yale mambo nilikuwa napitia ilikuwa ya kuniweka kaburini. Amen. But today I am living because of God. Kama ingekuwa ni mipango ya mwanadamu, mimi ningekuwa nilikufa na nikasaulika. Ungeweza. So you are saying maybe when a good man comes on your way. Yeah. For marriage you be. You know how it happens. Useme hata kwa kamera, you know. Wewe ni mrembo kwa sababu ya na ni kweli na desire kuolewa. Yes. So huduma bila bwana hujafikisha hata 16. Sina. Hata huduma bila bwana sio rahisi. Napenda na ninatamani kuoleka. But because of the battles zenye nimekutana nazo, nataka viewers sasa wasikilize. Inakuwa napatana na mwanaume hata maybe ako na kitu. Sasa eneo lake la finances linapigwa, inakuwa hawezi kumove. Na unajua ile nchi tunaishi saa hii ama ile maisha. Bila pesa inakuwa ni ngumu sana. Ama kakitu tu unapata at least ya kulisha familia. Unajua kuna wale wanaume wanakujaga just because wanaona it's like unakaa pesa. Have you met with them? I have met them. Some of them they want money from me. Na wengine wanakuja wanahongwa inaisha. So I decided to get married and I've been praying. Amen. Especially because of the ministry. Na my children wakuwe na mtu wanaita baba. The last born wangu sahi ako 21 years, she doesn't know the father. Hata wakutane naye hapa because nimetoka naye huko akinyonya. Director wangu naona ni kama masaa imeisha, but kuna vile kama uko hapo utapeana namba yako ya simu, lakini if you are a man they are looking for a wife, usipige simu ya mchezo. I have to say that because watu wengi watakupigia. Nilikuwa na all type of Yeah. So just be very careful. Hata mimi nasema mtu ako na mchezo asikuje hata asijaribu kudial. Don't try. Kama wewe ni mtu wa mchezo, na kitu ningependa kusema kama uko pale na uko either na uwanja umoja 3 area hii ama Kangudo Road ambao unaweza kunipea nifanyie kanisa, nitafurahia. Ama uko na mahali kama hall unaweza nifanyia nipate kanisa, kwa sababu natakana nifanye huduma ya kuponya watu, ningefurahia unisaidie. Na kama uko hapo kwa sababu vyombo zangu zimeshikwa ni sababu ya 50,000 and you can support me, nichukue hizo vyombo niendelee kuhubiria watu, Mungu atakubariki na nitafurahi. Kwa hivyo Mungu awabariki, ninawapenda na tujichunge wandanda. Wakati unaanza kwenda kuolewa, omba Mungu akuelekeze to the right man. Na kama uko kwa ndoa na unapitia hali ngumu ya mambo ya muelewano na mume na kuna vita ya mikono, chunga sana usije ukafa, because there are men that are killing women there out there. Tumekuwa na hizo cases na mnajua tu. Kwa hivyo uangalie vizuri, kama ni bibi ya mchungaji usikufie kanisa. Yesu alikufia kanisa. Kwa hivyo ukiwa unapitia hali ngumu, mambo ya vita violence katika your marriage, usikae hapo ukufie kanisa. Sababu huyu mzee aliniambia moyo wako uko hapa na siku moja nitaukula. Na he was out there to kill me. Akule hiyo moyo, sijui aliambiwa na nani akule, but he was there to kill me. Hiyo ile message niko nayo, na Mungu awabariki. Amen. Pastors are passing through hell. Najua kuna wengi hapa na wataandika kwa comment hapa. Tafadhali usikufe. Usikufe hata juu ya kanisa. Do you know it's only Christ Jesus who died for us. Hakuna wewe si Yesu. Sasa ukiona imezidikana hii hiwezi, toroka mapema. Toroka mapema. So thank you so much. And may the Lord connect you with your destiny helper. Amen. In this time of need. Amen. And your ministry will go on. Amen. In Jesus' mighty name. Amen. God so bless you. Next time you are most welcome. Amen. For Malaria Show. I will come. Yes, tafadhali also Malaria Show. Till next time. Continue subscribing. Share this story. Write a comment positively. May the Lord bless you. Amen. We are out.